Buda anamuona, what do you expect? Amemkosea, amemwangusha, aliinvest kwake sana. Alifikiria atenda shule akuja na degree, anakuja amembeba mtoto. Buda anamwangalia, una expect Buda alimfanyia nini? Pom, inakuaje mtu wangu? Karibu ndani ya TTR 254, nyumbani kwa confessions za kushtua, na kila wakati nakuambia kwamba nitakuletea hidden secrets ambazo hujaisikia. Na leo hii nakukaribisha sana mtu wangu, keti chini relax. Kama uko na kahawa, kama uko na chai, basi keti chini relax, manake hii confession ambayo inakuja inakufaa wewe kama mtazamaji wangu. Okay, team kubwa, team Gulf, mkoaje? Kenyans ambao mko diaspora, everyone in diaspora, na wakaribisha ndani ya mjengo. Kama uja subscribe, like, comment, alafu pale chini una make sure kwamba unaweka notification bell on. Alright, leo nakubeba moja kwa moja hadi pale Arusha, Tanzania, na hapa ndipo story yetu inaenda kuanza, ikiwa ni mwaka wa 2013. Hapa tunamkuta msichana mmoja kwa jina Emma akiwa na bwanake ambaye anaitwa Gabu. Emma ameweza kuzaliwa kwa familia ya Kibombe, naye Gabu, familia yao ni ile familia ambayo tunaweza sema kwamba hawajaweza kubarikiwa tena sana vile, but ilikuwa kwamba wakati Emma akigrow aliweza kumpenda ndugu yetu Gabu akiwa pale high school. Wakiingia pale kampo, ikakuwa kwamba watapendana na ikaweza kulead wao kuingia kwenye marriage. Kwa kweli Emma ameweza kuzaliwa kwa familia ya watu watatu, yeye akiwa ni mtoto wa pili katika ile familia. Akona sister yake ambaye ni mkubwa kwa sasa, ambaye aliweza kuoleka na bila shaka akaweza kutoka kwa ile ndoa, yuko kwao nyumbani na wazazi wake, yuko na mtoto mmoja. Yeye mwenyewe ameoleka kwake Gabu akiwa na mtoto mmoja ambaye tutambana jina, alafu kuna ndugu yake ambaye ni mdogo tena sana. Na katika ile familia babake Emma ni mtu wa biashara ambaye ameweza kurithi mashamba kadhaa na manyumba kadhaa pale Arusha. Naye mamake ni yule ambaye anasafirisha vitunguu kutoka pale, wanasafirisha kutoka Tanzania kuzileta Kenya, wanatoa Kenya labda waingia pale Uganda. Hiyo ndio kazi ya mamake, ambaye wako na lori kadhaa za kuweza kufanya ile kazi. So dada yetu Emma, kulingana na mazingira ambayo aliweza kulelewa, ni yule mtoto ambao unasikia kwa familia kwamba akigrow wanakuwa wale ambao wanakuwa repel sana wazazi wao. Emma akiwa campus, wakati wakiwa kwenye relationship na chali yake Gabu, alianza kutumia madawa ya kulevya. Alikuwa akitumia madawa ambayo kwa kweli sitawaambia, lakini nikisema madawa ya kulevya, ikiwemo tu ya kwanza ambayo nitakutajia ikuwa kwamba ni bangi. Kisha baadaye akaingia kwenye vichuri na vitu vingine vingi ambavyo sitaki kuweza kuelezea, lakini kumbuka kwamba aliingia katika zile madawa, wazazi wake hawakujua. Akitoka pale campus akirudi nyumbani, sometimes alikuwa akikuja amelewa. Basi babake mzazi alimpenda sana, manake sister yake yule wa kwanza akiwa pale nyumbani aliweza kupata mtoto, na ule mtoto ambaye alipata nje ya ndoa. Hakupata kwamba alikuwa kwenye ndoa, alipata nje ya ndoa. So ikawa mambo mengi, ikawa kwamba mambo yake hayakwenda vizuri. Ikawa kwamba mtoto anayetegemewa sana ni second born, ikiwa ni yeye ikiwa yeye Emma. Basi alipokuwa akirudi nyumbani, wazazi kila wakati wanamuuliza, mbona unakuja umelevya? Mbona unakuja umelevya? Kila wakati ukikuja unaanza kukua mkali, unaanza sisi hatu kutaka hapa. Kama unajua kwamba hili boma ni nyumba ambayo sisi tumelelewa katika mazingira ya Kikristo, mbona inakuwa sasa wewe unaenda shule umeweza kujichanganya mpaka umesahau masomo, unakuja kama umevuta bangi, umeweza kujitia madawa kadhaa. Ikawa kwamba ile mfurugano, akaona kwamba kama wazazi wake wanampush sana, wanamwekelea vitu vingi sana. Akaamua ni aweze kutoroka nyumbani, na walipotoroka nyumbani anaenda kutafuta nyumba nyingine kule nje. Kule campus anaenda kutafuta nyumba nyingine. Na nani ambao wanaenda kuishi na yeye? Wanaenda kuishi na ule ambaye ni Gabu, ani Gabriel. Basi Gabu anamkaribisha, anakuwa ni aje? Emma anasema wakati walianza maisha na Gabu, ilikuwa ndio wakati alikuwa anajiingiza zaidi ndani ya madawa ya kulevya. Gabu katika nyumba yake ambayo aliweza kumkaribisha Emma anasema kwamba nyumba yake Gabu haungeweza kukosa yale madawa, the high end, zile hard drugs, nikisema vile unaelewa. ungeweza kukoza yale madawa. Na anasema kwamba kuna dawa ambayo ungeweza kwenda kununua
labda kipimo ndogo sana ingekuchukua something like 10,000 Kenyan shilling ama 20,000 kulingana na kiwango ambacho unataka. So ingemaanisha kwamba walikuwa wanahitaji hela mingi ndio kuweza kununua zile madawa za kulevya. Na kuna hii moja ambayo inajulikana sana, ambayo Emma anasema kwamba ilinichukua muda mrefu sana kuja withdraw. Tunavyoongea kwa kweli aliweza kuacha zile madawa za kulevya, ndipo sasa akaweza kutupea the confession. Anasema kwamba alipoitest ile dawa ikawa kwamba inamuitisha kila wakati, na hii dawa ukianza kuitumia inafika point ambayo unajisahau. Nikisema kujisahau, kuoga, kihisia, kutembea, mavazi, yani inakubadilisha kabisa, unakuwa kama zombie, inakubadilisha kabisa. Hiyo ndio level dada yetu aliweza kufikia. Wakati mmoja Emma anasema alirudi nyumbani akiweza kwenda kusik wazazi waweze kumsaidia, because pale shule alikuwa amefurushwa kwa kuwa walishajua kwamba anatumia madawa ya kulevya na sometimes haizi kukaa pale class kusoma. So siku moja akienda nyumbani kwenda kumit wazazi wake, anasema kwamba babake mzazi alimtoa na akamkataza kabisa asiwahi rudi kwa ile boma ikiwa ako katika ile hali. Ikawa kwamba mamake anajaribu kumleta karibu, lakini baba hataki. So siku moja wao wote walikuja wakaungana, ikawa kwamba Emma amekatazwa kwamba asiwahi kanyaga katika kwao nyumbani. Emma anarudi, wanaenda kuendeleza maisha na nani? Wanaenda kuendeleza maisha na chali yake ambaye ni Gabo. Wanaamua since wote shule kumeshindikana, wanajiingiza mitaani, na wanapoingia mitaani inakuwa kwamba wanaanza kufanya zile mambo ya uhalifu. Sasa ni kuiba, because hizi dawa za kulevya usipokuwa na ile pesa, kitu ambacho kinafuata next ni kwamba utaanza kuwa mwizi ndio uweze kupata pesa ya kufanya nini, ya kwenda kununua zile dawa za kulevya. So wakiwa wameanza kuishi yale maisha yao mtaani, wameanza kufanya visa vya uhalifu, wanapotea, Gabo anashikwa, Emma anashikwa, wanapatikana na vitu tofauti, vitu za watu. Mpaka wakati mwingine Emma anasema kwamba kuna wakati ambao waliweza kushikwa wakiwa wamebomoa nyumba ya mtu, wamepiga ile ambayo tunaitwa koto, wameweza kubomoa kwa mtu, akachukua vitu, electronics, walipatikana nazo, ikawa kwamba wachomwe. Lakini msamaria mwema tu aliweza kutokea na akawasaidia, ikawa kwamba wameweza kuepuka na kuweza kuondokea lile janga. Ikawa kwamba ile wakati wakarudi chini, anasema Titus, nirudi chini tukaanza kupanga na Gabo ambaye ni my husband. Na hii wakati wanapanga, Emma anasema kwamba Titus, nilikuja kushtukia kwamba niko na ujauzito. Alikuwa na boli imeshafikisha kitu kama miezi 2, miezi 3 pale. So inakuwa ni aje? Mtu ambaye atajituma sana ni chali yake. So chali atajituma aje? Chali hataki job. By the way, some of these drugs ambazo watu hutumia, unapata kwamba mtu anataka pesa, lakini ile pesa kuipata hataki kufanya kazi. Kitu ambacho anataka kufanya ni kuendea ile njia shortcut. The best way ya kuweza kwenda kupata hizo do ni gani? Inakuwa kwamba Gabo ana advance way ya kwenda kutafuta do, na way ya kwenda kutafuta do anaanza kutafuta ndumba. Nikisema ndumba niko sure kwamba namaanisha anaanza kumtafuta babu. Na unajua kama kawaida kuna sehemu ambazo babu wanaheshimiwa, na sio babu mimi bali babu ambaye wewe mwenyewe unamjua. I say, inakuwa ni aje? Emma amepata ball, anaanza kulea ball yake, huku anatumia madawa ya kulevya. Kumbuka kwamba haendi clinic kuweza kwenda kufanywa check up mtoto ajulikane ako aje. Inakuwa kwamba Gabo anapoenda kutafuta babu aweze kumsaidia, anatafuta babu mmoja ambaye wanakuja naye mpaka kwa nyumba. Wale babu wa mitaani, nikisema babu wa mitaani niko sure kwamba unanielewa mtu wangu, niko sure unashikanisha, si ndio? Analeta babu pale kwa nyumba. Inakuwa babu anamwambia kwamba nimeona mke wako ako na mimba, so kitu ambacho tutafanya unatakaje? Inakuwa kwamba babu anawapea masharti kadhaa jinsi watakavyofanya upate hela ndio warudi kule kwa babu aweze kuwatengeneza ndio aanze kupata zile do. Gabo, wakati babu anatoka, Gabo anarudi anamuongelesha Emma, anamuuliza Emma, sasa babu ameweza kukamu, kwa kweli tunataka ndumba ya kuweza kutusaidia, tutafanya aje? Emma anamwambia kwa sasa sina nguvu, mtoto wa vijinzi unavyoona bori inazidi kugrow. Ikiwa miezi 4, Emma anasema Gabo alikuwa anamwambia hii balls tunaweza itoa, ama huyu mtoi tumwache, ukishamzaa tumuuze. Kumbuka kwamba hao wote wanatumia madawa ya kulevya. Inakuwa ni kitu ambacho kidogo inakuwa kama wanataka kuagree, is either watoe mimba au
hii ball wakizao mtoi waende wamuuze. Inakuwa ni agreement ambayo Emma anasema kwamba nilisikia ile agreement nikakumbuka kwamba kwetu nyumbani wazazi wangu kwa kweli wananipenda, lakini nilifukuzwa kule. Nikiangalia sistangu alipata mtoto nje ya ndoa. Niko na mdogo wangu ambaye bado ana grow na yeye huwa ananiangalia mimi kama role model wake. Na wazazi wangu unajua vizuri kwamba wananitegemea. Anamwambia Gabu, tutafanya hivi. Hii mimba sitaitoa. Wacha tuzae mtoto. Tukishamzaa mtoto nitana mtoto nyumbani tuone kama mama na baba watanifukuza. Basi wana agree. Safari ya kuanza kuilea ile ball inakuwa nzuri all the way. Ikifikia miezi 8 ndio dada yetu Emma anasema kwamba Titus, hiyo ndio wakati nilikumbuka kwenda kutafuta madaktari ambao watanisaidia na clinic. Nikaenda kwa ile akitafuta hospitali, akapata daktari mmoja akamwambia kwamba mimba yako ulikaa sana, ulichelewa kwanza ile clinic. So kitu ambacho kipo inaonekana kwamba umekuwa ukitumia madawa ya kulevya sana, na huenda kwamba mtoto ambao unaenda kujifungua somehow anaweza kuwa na complications. Na ikianza hivyo, ukianza kusikia madaktari wamekuanza kuambia kwamba itakuwa na complication, inabidi kama wewe baba mzazi uanze kujipanga mapema kwa kile chochote ambacho kitatokea. Basi Gabu anashikwa na uoga, anamuuliza, sisi hatuna hela, kitu cha kwanza tunatumia madawa sana, wewe mwenyewe umetumia madawa sana, tutafanyaje? Mimi sitaki kuacha Emma. Emma anasema daktari alipomwambia vile alikuwa amebakisha something like 5 weeks kujifungua. Inakuwa tena warudi nyumbani watengeneza another discussion. Wanaanza kutengeneza another discussion ya kwamba tunataka tupate venye tutafanyaje, venye tutalea huyu mtoto wetu kama atazaliwa na complication, itakanokuwa tukue tumeshajipanga. Gabu anamuuliza, anamwambia Emma, nikiangalia kwenu nyumbani mumebarikiwa. Sisi kwetu hatuna mali vile, lakini kwenu mmeweza kubarikiwa. Kuna njia yoyote ambayo tunaweza pata hela kutoka pale? Emma akamwambia, the only way ambayo anaweza fanya, mamangu anapenda watoto. Wacha tujifungue, huyu mtoto nikijifungua, badala ya kumuuza, chenye nitafanya kitu cha kwanza, nikishajifungua, nikiona siku 2-3, nitaenda na huyu mtoto jinsi nilivyo, nitaenda naye nyumbani. Tuone kama mama atamkubali ama baba atamkubali. Wakimkataa, basi tunaweza tengeneza another step. Wakiwa bado wanapanga vile, anakuja kusikia rumors kwamba kwao nyumbani dadake mkubwa, babake, since Emma hizo kufukuzwa kule nyumbani, babake ashaanza kupanga jinsi ambavyo atapeana will. Na as usual, will upeana kwa ule mtoto ambaye anakaa bright. Emma alikuwa bright, yes, but kidogo alikuja akapotea. Dadake ambaye ni yule first born ambaye ako hapa kwa boma, alioleka na kwa kweli akaweza kutoka kwa ile ndoa yao na ako hapa nyumbani, na wazazi wanaona sana huwa anasaidia sana. Emma anasema kwamba wazazi walibidi wameshift upendo wao kwa first born, manake alikuwa anafanya kazi sana, anawasaidia pale kwa biashara yake ya mamake ya babake, alikuwa anawasaidia sana. So Emma anasikia rumors kwamba babake anatayarisha will, na will inaenda kupewa nani? Inaenda kupewa yule ambaye ni first born wao ambaye ni dadake. Huyu nani anamwambia? Uncle yake mmoja ambaye anampenda sana, anampigia simu, mwambia Emma, mahali upo jua kwamba kule nyumbani vitu zimeanza kugawa. Basi Emma anamwambia chali yake, huyu mtoto tunampata, naenda naye home. Kwa kweli Mungu anawabariki, wanajifungua mtoto. Lakini ule mtoto anapojifungua, mtoto anazaliwa akiwa na complication. Kwa kweli jinsi madaktari waliweza kusema, anazaliwa akiwa na macho ambayo inakaa yellow. Zile macho ambazo ni black kiasi, ndani unaona ile iris ni black, alafu kukando anazaliwa akiwa na zile nini zinakaa yellow. Meaning kwamba alitumia madawa sana. Anazaliwa pia ngozi ya ule mtoto ikiwa iko na patches. Zile patches unaona kuna black mahali, mwili yani hauko uniform. Inakuwa kwamba ni kitu ambacho madaktari wanawaambia kwamba itakuwa inaweza treatiwa na ishe, lakini at the same time kuna venye itakuja muaffect. Kwa kweli ule mtoto anapozaliwa, zile complications zenye tu aliambiwa wanaanza kuziona. Basi wanarudi nyumbani, inakuwa ni aje? Gabu anamwambia wife ambaye ni dada yetu Emma, fanya hivi, nenda nyumbani na huyu mtoto. Wazazi wakimwona akiwa na hizi complications, labda watakubali ufanye nini? Watakubali waweze kusaidia. Emma anatoka na mtoto wake amemfunga kwa kikoi ambayo kidogo inakaa ni ule mtu anakaa street.
naye mwenyewe angali mchafu, amevaa nguo ambayo inakaa kidogo, zile mahudi ambazo inakaa ni kama imekaa sana bila kuoshwa, manguo zimekaa hivi. Anakaa tu ule mtu ambaye hajifahamu sana, madawa zimempiga. Anarudi na ule mtoto pale kwao nyumbani. Akifika kwenye gate, ana time masaa ambayo babake huwa ako nyumbani na mamake ako nyumbani. Ni siku ya Saturday, Sunday hivi, siku ambazo ile familia haifanyi kazi, manake nimekuambia kwamba familia yao imelelewa katika misingi ya Kikristo. So weekend ikifika hawafanyi kazi. Anaingia pale gate, anakutana na ule ambaye ni bawabu pale kwenye gate, yani watchman. Anamwambia, this is me, nataka kuona Buddha, nataka kuona Madhi. Ule bawabu anamwambia, kitu cha kwanza, nilikuwa nimepewa sheria kwamba nikikuona kwenye hii gate nisiwahi kuruhusu uingie. Inakuwa ni commotion kubwa sana pale kwenye gate. Kumbuka kwamba kuna kamera pale kwenye gate, inaonyesha chochote ambacho kinafanyika pale kwenye gate. Kule ndani wanamuona pale. All of a sudden budake anatoka, na akikuja amebeba rungu. Basi pale Emma anajaribu kufurugana na ule bawabu, anajaribu kumwambia, hapa ni kwetu nyumbani, mbona unanifungia gate? Mbona hutaki niingie kwetu nyumbani? Uoni niko na mtoto, mimi na safa naumia na wazazi wangu wakingali hai. Kidogo anapozidi kule kuleta ile zogo, budake anatokea nyuma, amebeba rungu. Emma anasema, nilimwona baba kwa kitu cha kwanza, nilicross upande mwingine wa njia, nikaenda kusimama kule, nimeshika mtoto wangu. Buddha anamuona, what do you expect? Amemkosea, amemwangusha, aliinvest kwake sana, alifikiria tenda shule akuja na degree, anakuja amembeba mtoto. Buddha anamwangalia, una expect Buddha alimfanyia nini? Wakati una expect Buddha alienda kumpiga Buddha anaeka ile rungu chini, anaanza kulia, anamuita, kuja mwanangu. Emma anasema, niliona Buddha akilia, nilifikiria ni kama jokes, anaweza rudi chini ashikile fimbo ile rungu akuja anipige. La, Buddha alichukua mtoto wangu na kumshika kwa mikono. Titus, huo ndio ulikuwa wakati wangu wa kwanza kuweza kulia machozi mengi sana mbele ya babangu mzazi. Buddha anamchukua. Unajua ulikuwa unafikiria kwamba atampiga, si ndio? Jua alimkosea. Anamchukua na muingisha home. Mother hakuwa pale sitting room. Mother alikuwa ameingia zake kule jikoni kuweza kuprepare 1 2 3 ya mzae. Anaingia pale sitting room, anakutana kakake mdogo yuko pale anafanya homework zake. Kakake anamuona, anashtuka, anaenda na muhag. Analia kweli. Anapolia, mamake kidogo anasikia watu kule sitting room wanaongea nini. Mamake anakuja, anashtukia, anamuona, anashtuka, anasema, mtoto wangu amerudi. Lakini mama anapomuona na mtoto, kumbuka kwamba mama ndio alikuwa anampenda. Mama anamuona ako na mtoto na amekaa kuchakaa. Mama anashtuka. Badala ya alie, mama anarudi kama ameudhika. Anarudi kwenye jikoni. Inakuwa kwamba baba ndio yuko hapa. Baba anamuita, anamwambia, mama kuja tuweze kukaa hapa. Emma anakaa kando ya kiti, babake amemshika mtoto. Ndugu yake mdogo ameenda anacheza na ule mtoto pale. Mamake anakuja kuketi pale, akikaa. Mamake ananyamaza kama dakika 10, dakika 5, dakika 10 pale. Anamwangalia Emma, amuuliza, mbona ukaamua kuweza kunifanyia hivi? Nilikupenda kwa roho yangu yote. Mbona ukaniaibisha mbele ya babako? Basi ikawa kwamba kuna disagreement kati ya baba na mama. Mama alimpenda wakati yule ambaye hakuwa na mimba, alikuwa mtoto mzuri kabla ajichanganye. Wakati alijichanganya, upendo wa mama uliweza kutoka. Na kumbuka kwamba wakati ulitoka, mama aliweza kumconvince baba na kuanza kumchukia mtoto wao. Lakini amerudi nyumbani, yuko na mtoto, baba ameweza kumkaribisha. Basi inakuwa kwamba waanze meeting sasa, kwanza kusolve vitu. Enyewe wana solve vitu, lakini wanamuuliza, na huyu mtoto babake yuko wapi? Anaanza kuambia babake yuko mahali fulani. Emma anasema, nilianza kuwadanganya. Anasema, Titus, nilifanya makosa kudanganya mamangu mzazi na babangu mzazi kwamba babao mtoto hayupo. Basi anakaribishwa, inakuwa kwamba wanaangalia mtoto, anapata akona complications. Babake kwamba kumbuka kwamba babake ni tajiri, anamwamua, anamwambia aje, huu mtoto kitu ambacho tutafanya, kitu cha kwanza apelekwe hospitali.
aanze kufanyiwa matibabu kwa haraka, manake condition yake akiendelea kukaa hivi itakuwa mbaya. Inakuwa kwamba Emma amekaribishwa, kwa kweli amekubalika. Chali yake kule nyumbani aliexpect aende kule afukuzwe, manake anajua kwamba akifukuzwa ako na mpango extra plan ambayo anataka kufanya, lakini Emma anakaribishwa. Basi inakuwa pale nyumbani anaanza kushughulikiwa, mtoto anapelekwa hosi, matibabu inaanza, wanaanza kumbadilisha. Kumbuka kwamba ako nyumbani for some time kuweza kulea mtoto. Anampigia chali yake, anamwambia you know what babe, nyumbani iliweza kubalika, nyumbani wamenikubalia, so utaacha nikae kidogo mtoto aanze kutritiwa. Chali yake anamwambia yes but remember that ni mimi, wewe na mtoto, sisi maisha mpaka iendelee. Kumbuka Emma wakati alikuwa na mimba alikuwa bado anatumia madawa ya kulevya, lakini wakati alijifungua aliweza kustop kidogo. Akiwa pale nyumbani amekaribishwa, maisha imeanza kukua nzuri, ule mkono mrefu ambao Emma alikuwa nao anazidi kuufanya. Anaanza sasa kuingia mpaka bedroom ya babake, manake amempenda, anajua kwamba nimekaribishwa nyumbani, akona ile uhuru wa kwao nyumbani. Ameanza kuleta ule utundu, anaanza kumuibia babake, anaiba ile pesa, anaanza kumtumia chali yake. Chali yake anampigia, anamwambia manze, niko na kakiu kameniandama. Anaiba pesa ya babake, anaanza kumtumia chali, na akimtumia chali na anaenda ananunua kichuri. Akinunua kichuri, chenye anafanya anaifanya, anapea msee wa delivery na anamletea wapi? Nyumbani. Emma ako nyumbani, ameanza kunyonyesha mtoto anatibiwa, ako kwa matibabu. Emma ameanza kurudi kwa zile madawa za kulevya. All of a sudden one day budaka anaingia, anapata Emma amendenga. Nikisema kundenga ni ile kuzubaa. Anashindwa, mbona umezubaa? Inakuwa kwamba amerudia zile madawa za kulevya. Inakuwa ni kesi pale nyumbani. Mamake anamwambia, nilikuambia, angalia mtoto asharudia yale mambo. Nilikuambia huyu hatumtaki hapa, wacha huyu mtoto akue funzo kwake. Inakuwa ni zogo linavuma pale kwa ile bomba. Inakuwa kwamba aweze kutolewa pale. Sistake kumbuka kwamba babake akona kazi zingine ambazo ziko kule nje mingi. Sistake ndiyo ana manage, na yeye huwa haishi hapa nyumbani kwa sana. So inakuwa kwamba sistake aweze kuitwa, wakuwe na ile ambayo ni family meeting. Na wana time siku ambayo dada yao amendenga, siku ambayo amelamba zile madawa za kulevya, wanaeka ile meeting. So meeting inakuja, wanaanza kuongea, wanaongea. Dadake mkubwa anamwangalia, kwa kweli akona chuki na yeye, anajua kwamba huyu ndio alikuwa anapendwa kwa familia, wakaweza kushift love kutoka kwake kunikujia. Emma kwa kweli anasema, Titus, nilikuwa nimendenga, lakini wakati nilianza kuonyeshwa madharau, sababu kwamba mimi ndio nimeleta mtoto, na nikikumbuka kwamba dadangu aliweza kuzaa akiwa shule, mimi ndio nimeanza kuchukiwa, nikaanza kuwa na ile chuki. Ikawa kwamba wameamua kwa umoja niweze kufukuzwa kwa hii boma, nirudi mahali nilitoa mtoto. Kwa kweli babangu na mamangu one day waliweza kuniambia nitoke, na nikatoka kabisa, wakanifukuza. Anasema alitoka kwao nyumbani, akiwa venye aliingia, zile nguo zenye alikuwa nazo ameingia, alirudishiwa zile nguo tena, akaambiwa kwamba nenda na usiwahi tena. Hii ni mara ya pili kuonekana kwa hili boma. Emma anasema, Titus, nilitoka. Kumbuka kwamba mtu ambaye amendenga anaweza kuwa amendenga, lakini hapa the IQ, kitu cha kwanza na hizi madawa za kulevya, acha nikwambia, utapata mse ako street amendenga, lakini huyu mse wakati utamshika kidogo mwambie karao ndio huyu, ndio utajua kwamba huyu mtu utoka mbio. Emma anasema, Titus, ningendenga kweli, kuangalia chini usikie nimendenga kabisa, lakini hapa nilikuwa nasikia chochote kilichokuwa kinafanyika. Emma anatoka, anampigia chali yake, anamwambia nimefukuzwa nyumbani. Anarudi, akifika kwake nyumbani anasema, Titus, nilipata nyumba yangu inakaa kama kiwanda cha madawa. Manake sasa chali yake alikuwa ameanza kuchukua wale vijana ambao wanauzanga zile madawa za kulevya, amewaleta kwa nyumba, na hapa ndipo Emma anaenda kuishi na mtoto wake. Hapa ni kwao nyumbani, na haezi ama na haezi acha chali yake. Anaingia pale. Kumbuka pale nyuma kuna babu aliyekuja siku moja, akawaambia watafute hela fulani iwasaidie kutafuta nini, awasaidie na dawa ambayo itawasaidia kupata hela. Anaporudi pale nyumbani anamwambia Emma, anaambia chali yake, unajua ni aje, hatutakaa na hii life, hatutakaa na watu wa madawa kwa nyumba. Chenye tutafanya, kumbuka ule babu, nataka umlete, leta ule babu, nataka tuongee. Basi chali anampanga, anamuuliza, mbona unasema tulete ule babu?
Ema anamwambia kwetu kuna mali, sistangu mkubwa kanikataa, babangu kanikataa, mamangu mzazi kanikataa, nitafanya nini? Kumbuka kwamba huyu jamaa anamwangalia Ema, anamwambia and indeed umeongea kitu ambacho tutafanya. Babu akija, wewe unataka tuwafanyiaje? Ile mali lazima tutaweza kufanya nini? Tutaweza kuion. Manake ushajua kwamba tayari yule dadako mkubwa ndio anaenda kupewa ile will. Inakuwa njia ni moja, wanaanza kudiscuss pale. Ema anasema walikuwa na mambo mawili. Je, ni mambo gani ambao unafikiria wanataka kupangia babu akiweza kufika? Jambo la kwanza ikawa kwamba is either wamuue mama mzazi, baba na sistake mkubwa, ama waweze kufanya kitu ambacho hawawezi ongea ama kufanya chochote movement, waweze kuwafunga kabisa ndio waweze kurithi ile mali. Inakuwa ni aje kule nyumbani? Kumbuka kwamba baada ana communicate na uncle yake, wakati alitoka tu hivi, wazazi wanazidi kuprocess ile will. Gabu anamwambia kitu ambacho tutafanya, tukiua watajua kwamba ni sisi tumeua, lazima damu itatufuata. Kitu ambacho tutafanya, babu atakapokuja tutamwambia tunataka aweze kutupea mawaidha jinsi tutaweza kuwafanya wasikufe lakini waendelee kuishi. Basi babu anaandaliwa, anakuja, wanadiscuss. Wakidiscuss, babu anawaambia tulieni, wacheni waambie, mali tu ndio mnataka? Akamuuliza, babako mzazi akona vitu gapi? Akamwambia, babangu mzazi yuko na mabiashara na apartments na akona vitu anafanya huko town, vitu ambavyo zinaingiza pesa sana kila siku. Akamuuliza, mamako mzazi anafanya nini? Akamwambia, mamangu yeye hufanya kusafirisha hizi manyanyama vitunguu kutoka nchi moja kupeleka nchi nyingine, so most of the time utapata kwamba yeye ni mkulima, hizo vitu ndio anauza na pesa ipo. Akamwambia, mali nyingine ambayo mko nayo? Akamwambia, tuko na magari ya kifahari, tuko na zile malori ambazo mama anatumia kuweza kusafirisha vitu zake, pia baba mzazi akona zile lori zake za kuweza kusafirisha vitu zake za mahadwe ya nini na nini za mijengo. Ikawa ni sawa. Babu akawaambia, hapa lazima mkuwe werevu. Mkiamua kuwaua, jamani, mtakuwa mmepoteza pakubwa. Kumbuka kwamba wataanza kukua wagonjwa, nayo wili wataendelea kuandika na sistini waweze kuchukua. Wacha niwaharakishie na niwaambie hivi. Babu anaamua kuambia wote watatu, sistake, mamake na babake, aweze kuwatengeneza wapooze. Na itakuwa kwamba kupooza ambao wanaenda kupoozwa, moja au wote wakose kuongea. Kitu kingine, wote wakose kusikia. Alafu awapooze, wakose ile movement, wakuwe na movement ambayo ni kidogo sana. Kwa kweli mtu ambaye hasikii na haongei, ni kuona anaona tu, huyu mtu umemfanya kukua zuzu. Huyu mtu umemfanya kwamba haizi songa, ni kama mtoto mdogo ambaye amezaliwa haizi fanya kitu chochote. Ule babu mganga anawaambia kwamba tutawapunguza kwa hali ambao watakaa kama watoto wadogo. Basi inakuwa ni vile wanajiamua ni aje, wanaambia ule mganga kwa kwamba sisi hatuna hela kwa sasa, lakini tunataka utusaidie, ukishatusaidia hela itakuja. Basi babu anaamua itakuwa sawa. Babu anawaambia, kitu ambacho ningetaka kutoka kwa ile familia yenu nyumbani, ningependa umwende unipatie nguo zao zote za ndani. Tafutia nguo ya babako ya ndani, nguo ya mamako ya ndani, nguo ya dadako ya ndani. Kumbuka kwamba dada yetu ametoka nyumbani, alifukuzwa kule. Atafikiaje zile vitu? Atazifikiaje? Inakuwa sasa ndio mbinu ya kwanza, ile mission imeanza. Ni ngumu, lakini kisha mwisho itakuwa rahisi. Babu anamwambia, nitakupea dawa ambayo itakupea access to your home. Basi babu anaanza kazi immediately, anaanza kumchanja dada yetu. Anapoanza kumchanja, anampea ile access ambayo atapewa access ya kuingia nyumbani direct. Anamchanja na inakuwa kwamba immediately siku ambayo amechanjwa asilale, kabla mwezi uweze kutoka from one side to another side, within hiyo time ya 12 hours akuwa shafika kwao nyumbani. Hivyo ndio anafanya.
anatoka moja kwa moja mpaka kwao nyumbani. Akifika pale gate, ule bawabu mwenye alikuwa akimfukuza inakuwa kwamba anamsalimia. Kitu cha kwanza anasalimika, anaingia. Akiingia anampata kama kawaida, ni weekend, anampata pale ni wazazi wametulia pale nje, pale kwa grill kidogo ni kanyama wanachoma, wanamuona. Lakini immediately anapowatazama inakuwa kwamba mind zao zina shift, anawa confuse wote. Anaingia katika ile boma, anawasalamia. The first thing mganga alimwambia kwamba make sure kwamba wamekushika mkono. Anamsalimia mamake, anamsalimia babake. Dadake hayupo. Basi akiingia pale, mamake wanakuwa confused, wanabaki kukaa pale. Anaingia direct kwa nyumba. Kuna mfanyikazi kule ndani kwa nyumba. Ana make sure kwamba pia mfanyikazi anamsalamia. The thing of doing this is to make sure that anawa confuse mind yao. Anaingia kwa nyumba vizuri. Anaingia kwenye room ya mamake na babake. Anatafuta chenye mganga alimwambia. Kumbuka kwamba hapa nyumbani dadake huwa haishi, lakini kuna nyumba moja au room moja ambaye dadake huwa ameacha kitanda na nguo zake kiasi ziko pale ndani. Anafungua ule mlango, anaingia, anachukua nguo ya ndani ya dadake. Basi inakuwa kwamba ametoka, ako na nguo ya zote ambazo aliambiwa na mganga, anatoka nazo zote 3. Anapotoka pale pia anawasalimia mamake na babake. Na immediately anawasalimia, anaanza kuona pia ile sense yao inaanza kurudi. Na the moment inaanza kurudi, anakuwa shatoka nje ya gate. Anatoka moja kwa moja kurudi kwao nyumbani kwenye anaishi na chali yake. Anamwambia, Gabu, nimeleta mali, niko na nguo zote zenye babu alituambia. Tufanyeje? Ile siku the same day mganga alimwambiaje? Fanya, make sure kwamba umerudi immediately mpaka hapa. Anarudi. Wanaletea mganga. Mganga anachukua zile nguo, anaanza kufanya yale mazinga umbwe yake. Anaziongelelea, anafanya kila kitu ambacho kinatakikana. Anamwambia, nakupea siku 7 peke yake. Siku ya saba utarudi pale nyumbani. Kwa kweli siku ya 7 inapofika na washafanywa vile zile manguo zimeachwa kule kwa mganga, siku ya 7 inapofika anarudi nyumbani. Mganga anamwambia, utakapofika pale nyumbani, the same way you did, uliwasalamia wote, enda pia uwasalamia wote ukiingia. Aliporudi nyumbani, kitu cha kwanza alimpata babake akiwa tayari, ile dawa ishaanza kumbeba, amefura miguu. Mamake mzazi ameanza kulalamika kwamba mikono yake ni kama anafeel kwamba mikono haina nguvu. So ikawa kwamba wamemkaribisha tena. Kumbuka kwamba hii siku ya 7 sistake ule mkubwa yumo humu ndani. Wanampata akiwa kwa ile room yake, ako pale. Pia yeye anasema kwamba anasikia kama malaria kwa mwili. Basi anachunguza, anasema kwamba tayari safari imeanza. Anatoka kule, anawasalamia wote, wanakuwa kwamba ni marafiki wake, wameanza kumkaribisha. Mzazi ameanza kuambia pole, wameanza kuomba msamaha, pole tuliweza kukosea. Kumbuka kwamba ile dawa ya babu ishaanza kufanya kazi. Akiwa pale, anachukua simu yake, anapigia chali yake, anamwambia, ambia babu nimefika nyumbani na kuna difference kubwa, dawa imeanza kufanya kazi. Wakiwa pale, kabla waanze kupooza wote, babu anamwambia kwamba usitoke kule nyumbani, keti pale. First day, second day, third day, babake mzazi anamwambia sihisi vizuri. Anaanza kukua na ulimi unaanza kuwa mzito. Mamake mzazi sasa, kumbuka kwamba alikuwa ameanza kusikia mikono inaishiwa nguvu mpaka miguu inaishiwa nguvu. Kumbe inakuwa plan imeanza kutake over. Babake mzazi siku moja anamuita pale, siku kama ya 4 hivi, anamuita, anamwambia, Emma, pole kwa yale niliyokufanyia. Leo hii dadako pia ni mgonjwa kama mimi. Mamako ni mgonjwa kama mimi. Nani atabakia na familia yetu jinsi wewe mwenye unavyoona? Emma anamwambia, pia baba, nimekusamehe. Sikuwa najua kwamba siku moja utanikaribisha tena. Inakuwa kwamba anapomwambia hivyo, immediately wote the same time wanakosa ile ambayo ni speech.
Ema anarudi kumpigia Gabu, anamwambia deal done. Buda habongi, mother habongi, sis habongi. Watu wameanza kuzubaa. Mganga anamwambia kwamba usitoke kule. Mganga anarudi anamwambia Gabu, mwambie bibi yako asitoke kule, aketi kule, dawa imeanza kufanya kazi. Anapokaa pale siku 5 siku 6, anaona watu wanaanza kutoa mate kwenye mdomo. Babake sasa ulimi uko nje, mamake same, sistake same. Nani anategemewa? Ni yeye Ema. Basi inakuwa ni kwamba Ema anamwambia Gabu, fanya hivi, toka mahali ambapo upo, kuja nyumbani. Nyumbani kumeharibika, watu hawezi fanya kazi, kuja nyumbani, we are taking over. Ema anamkaribisha chali yake na mtoto wao, wanaanza kuishi kwenye hili boma. Inakuwa kwamba yeye ndio tegemeo kwenye familia. Kumbuka kwamba sistake mkubwa yuko na mtoto. Basi inakuwa kwamba hawa watoto, mtoto wake ule na ule brother yake mdogo, Ema ndio anaanza kutekea ya hawa watoto wawili. Pia anatekea ya brother sistake mkubwa, mamake na babake. So itakuwa kwamba wanaanza kuishi hapa. Dawa ya mganga imeanza kufanya kazi. Wanaishi, inakuwa kwamba akitaka kusafiri kwenda mahali popote, wanamweka babake na mamake kwa gari. Mamake haiziongea, babake haiziongea. Kitu ambacho anaweza fanya peke yake labda kuonyesha tu, kuonyesha. Inakuwa siku moja wanatoka wote moja kwa moja, baba anaenda kuonyesha mali ambazo ameweza kurithi. Anawaonyesha tu, anamuonyesha tu. Speech wote hawana. Inakuwa kwamba wanaanza kucelebrate. Ema anasema nilianza kucelebrate. Ikawa kwamba share ambao walikuwa wameambia mganga, ikawa kwamba iendee mganga, na kiendacho kwa mganga mtu wangu hakirudi. Na kikirudi jamani, kitarudi kikiwa na mbingu au mbingu nyeusi. Wanaanza kucelebrate kwa ile boma. Mganga anawaambia kwamba kila baada ya miezi 6 mnakujia dawa. Lakini wacha nikwambie, nguvu za Mwenyezi Mungu zipo. Wakati shetani yuko kazi, Mungu yuko kazi pia. Na wakati Mungu yuko kazi, kumbuka kwamba shetani yuko kazi. Kumbuka kwamba hii familia imetoka katika misingi ya Kikristo, lakini ni mtoto amejaribu kugeuza familia aweze kupata mali. Wanaishi kwa ile familia, furaha inakuwa kwa ile familia. One day Gabu anaamua hii mali have to have a share. Lazima nitakuwa na share kwa hii mali. Yule mganga ule mmoja anaenda kuambia yule mganga, kumbuka kwamba Gabu ndio the immediate person hapo mwenye anafanya hivi vitu zote. Communication haiko communication ya mganga, by the way. Mganga anatakanga immediate communication. Hatakangi kuvunja ile communication yake. Kama ameamua ni wewe anafanya na wewe kazi, ni wewe. Haizi taka kuvunja aenda anza kuongea. Manake ile spirit yake inataka kaina deal nayo. Gabu anarudi yule mganga anamwambia hapana. Yes, tumesha acquire ile mali, iko kwenye mikono yetu. Sasa kitu ambacho tutafanya, mimi nataka sasa nikuwe na share kubwa kwa ile familia. Mganga anamwambia hiyo tu. So unatakaje? Anaambia mganga, mimi nataka. So Ema alikuja kujua, Ema ndio anakuja kujua story venye ilienda, anakuja kujua baadaye. Nitakwambia alijuaje baadaye. Gabu anarudi kwa mganga. Anambia mganga, nisaidie. Nataka nikuwe na share kubwa kwa ile familia. Mganga anaangalia na anashindwa, mbona hawa watu wanapigania hii mali hivi? Mganga anamwambia nitakupea nguvu, lakini sitakupea nguvu mingi. Nitakupea nguvu za kuweza kukuwa tu a leader only in that family. Alright? Hivyo ndio Gabu anafanywa. Lakini mganga pia, kumbuka kwamba huyu ni mganga. Atakosaje kukuwa na ile ambayo ni wivu ndani yake? Yeye pia anataka aweze kurithi hii mali. Gabu anaanza kukua. Yeye ndio kijana ambaye ameanza kutawala ile familia. Huyu ambaye ni bibi yake ako chini yake. Sasa Ema inakuwa kwamba ako chini yake. Ema anasema nilianza kuona titles, nimeanza kuona Gabu ameanza kubadilika. Nimeangalia wazazi wangu, Gabu ameanza kunitoka, sometimes akai nyumbani, sometimes anaenda, sometimes anarudi, kumbe ile wakati Ema anasema kwamba ndio Gabu alikuwa ameanza kumchenjia mara ya pili. Alright? Naam. Inakuwa kwamba wakati Gabu amechukua ameanza kutake over everything in this family, kuna kale ka senses kamoja akakosangi kwa kila mwanadamu. Ema anasema
naweza tamani sana mimi mwenyewe kufikia mganga. Kuna kitu ambacho haki add up. Mbona imekuwa sasa magari yote, biashara yote ni mume wangu ameanza kurithi? Mbona amekuwa na nguvu mingi sana kuniliko? Hela zikikuja zinaenda kwake mingi. Ema anaamua siku moja aweze kumtafuta ule mganga. Lakini Gabu anakuwa mgumu sana kuweza kumpea namba ya mganga wasiweze kukutana. Ema anaamua nda make sure nimefikia kwake mganga. Na kwa kweli anapopata ile namba ya mganga, mganga anamwalika kwake. Anaipataje ile namba? Anatafuta simu yake Gabu na anaipata. Anatafuta ule mganga, anamwambia mganga, ningependa sana, mimi ni mtu fulani fulani mahali fulani, ningetaka sana kukuwa na kikao cha mimi na wewe peke yako. Kwa kweli anajiandaa na anaenda kwa ule mganga. Mganga anarudi chini, anamuuliza, Gabu ni bwanako? Anamwambia yeye ndio mliweza kufanya wazazi wako akapooza. Anamwambia good. Ema anasema mganga alimwambia kitu ambacho kilimshtua. Alimwambia, unajua bwanako kwa sasa pia wewe mwenyewe amekuendea chini. Kamuuliza, vipi? Anambia, pia wewe uko kwenye safari. Kitu nzuri ulijua mapema ukanikujia mimi mwenyewe direct. Ema anamuuliza mganga, tafanyaje? Tafanyaje huyu jamani kama kwamba sasa nataka kunimaliza mpaka mimi? Mganga anamwambia, tulia. Nilikuwa nimemwambia mkujange hapa kila miezi ngapi? Miezi 6. Alright? Mwezi wa 6 si unakaribia? Akamwambia na huo mwezi wa 6 ukikaribia ndio tunaongezanga dawa ya kufanya wale wapouze sana. So kitu ambacho kipo nitatuliza ile dawa. Kenya kipo ni chali yako huyu sasa Gabu, tutampooza. Deal imeanza kuzunguka, imerudi kwake nani? Gabu. Mganga anamwambia, utakapofika mwezi wa 6, kumbuka kwamba wazazi wako walikuona ukiwafanyia nini? Ukiwasaidia. After 6 months tutawarelease. Speech yao tutairudisha. Na tukiirudisha, kwa kweli watakupenda. Kitu ambacho kipo tutafanya hivi ni kuweza kuroot huyu mwanaume kwenye maisha yako. Na kwa kweli hivyo ndivyo mganga aliweza kufanya. Je, unafikiria after mganga kufanya hivyo ilikuwaje? Mtu wangu, ndio confession yake Ema all the way from Arusha, Tanzania. Niko sure kwamba kuna watu macho mkiweza kufikiria nini ilifanyika next. Kwani mamake na babake alirudi, kulikuwaje? Gabu kuliendaje? Alikufa, yupo? Pale kwenye comment section jamani, nangojea comment yako niweze kujua unafikiria nini kilichofanyika. Si ndio mtu wangu? Asante sana kwa kunipea sikio lako kuanzia mwanzo, katikati na hadi tamati. Nikwambia tu kwamba kiendacho kwa mganga sometimes wanasema kwamba hakirudi. Je, unafikiria kwamba walipoingiza uganga kwenye familia na kuharibu wazazi wake vile, je, ni nini kilichofanyika next? Hii mali ambayo walikuwa wanajaribu kuweza kurithi ilirudia wazazi? Wazazi walirudi live? Wazazi wako aje? Hata mimi nachanganyikiwa mtu wangu, sijui kuliendaje. Ukiwa na confession, bila shaka nambari yangu ya simu niweza kuwekea hapa. Unaweza nipigia simu 0748 12 45 97. Majina kamili ikiwa Titus Lusega. Nikiwa mwanzilishi wa hiki kipindi. Nyuma niko na watu tutaratibu. Niko na Fiona ndani ya nyumba. Niko na William Mugo mwenyewe ndani ya nyumba. Alafu niko na Mama Alice mahali pale ameweza kuketi. Asanteni sana directors wangu, producers wangu, editors wangu, nawapenda. Na nikimaliza tena sana, niko na event ambayo ina come up Samburu. Tunaenda charity event. Tunaenda kulisha, tuweze kufanya miradi ya charity pale, kama ni kusomesha, kama ni kuchimba macho maji. Bila shaka na kutarajia wewe kama mtazamaji wangu, bila shaka this is the only part ambao unaweza taka kusaidia mwaka ukiisha baraka yako kuweza kuitilia ndani. Asante sana mtu wangu. God akubless, God akuzidishie, na nikikwambia kwamba it's only God we serving. Damu ya Yesu Kristo ndio damu peke yake. Unapofikiria kwenda kwenye ndumba, hiyo ni yako. Tukutane kwenye next episode. Na ikishindikana tena sana, tukutane Galilaya. Asante.